Mwaka 2015 nilipotangaza kwamba sigombei tena ubunge wa jimbo la Songea mjini, siku ile ile walinipigia simu watu wawili. Wa kwanza kunipigia simu alikuwa rafiki yangu mzee Steven Masato Wasira, ndio ilikuwa simu ya kwanza. Akasema, Emmanuel mdogo wangu, hivi umepata wazimu? Nani kakwambia siasa tunastaafu? Wewe unakuwa mpinzani wa demokrasia. Demokrasia unagombea, ukishindwa unashukuru, ukishinda unashukuru, na ukishindwa uchaguzi ujao unarudia tena. Sasa mambo gani unaanzisha wewe? Nikamwambia, mzee, mimi nimeamua kupumzika. Sema, hii habari haiwezekani kabisa, tena kwa heri, sitaki kuongea na wewe. Mzee akakata simu. Baada ya simu yake kuisha, ikapigwa simu ya Marehemu John Pombe Magufuli ambaye naye alikuwa rafiki yangu. Kaambia, Mtani, hivi nilivyosikia ni kweli au wanasema uongo? Umesema unapumzika siasa? Nikamwambia ni kweli. Sema, katika umri huo mimi sijapumzika, nimekuzidi miaka 10. Unapumzikaje wewe? Nikaambia nimeamua kupumzika. Sasa nina nafasi 10 za wabunge wa kuteuliwa. Maana wakati ule alikuwa ni mgombea tayari wa CCM, hajachaguliwa bado. Sasa nina nafasi 10, nitakupa moja. Nikamwambia, mzee, nataka kupumzika. Akasema, haya bwana, wewe pumzika. Tukakubaliana. Lakini nimekaa kwenye nje ya nafasi yoyote ya uongozi kwa mwaka mzima. Siku moja akanipigia simu, hayo mapumziko hayajaisha wewe Mtani? Nikamwambia hapana, nimeamua kupumzika. Sema, haya, asante. Kesho yake nimetangazwa balozi Brazil. Sasa mzee, mbona mbabe? Mimi mwambia nataka kupumzika, huu balozi unatoka wapi tena? Sasa katika mazingira yale basi nikamwandika, maana watu ambao hawakuwa karibu na Magufuli walikuwa wanafikiri muda wote anakomaa tu na jambo, lakini Magufuli alikuwa anapenda sana kubishana. Na ukiwa akisema jambo lake ukianza kubishana naye, mkabishana kwa hoja, anakuwa anapenda kukuchokoza mara kwa mara, bishane. Sasa na mimi nilikuwa kati ya wale ambao tunachokozana kila siku. Wanaokumbuka tulipokuwa bungeni pale, zile siti tunazokaa kwenye bunge zinakwenda watu sijui 15 au 20, mwisho mnakuwa wawili chini na 1000. Ile wawili tulikuwa tunakaa mimi na yeye kwa miaka 3, tulikuwa wawili tu. Na mimi nilikuwa napenda, mnakumbuka kama mliona wakati fulani akinibebesha mapipi mengi kwenye picha. Sasa mimi nilikuwa wakati ule bado mdogo sana, miaka 31, 32 huko. Tunawekewa vile vibakuli vya pipi. Sasa yeye alikuwa hapendi mambo ya pipi. Mimi nilikuwa nabeba zake na zangu. Nikichakula zangu na zake naweka mfukoni, naenda kula taratibu nje. Sasa kawa rais, tuko Ikulu kwenye shughuli pale, nikachukua pipi moja, alipoleta akasema, acha utapeli, mimi nakujua, beba zote. Sasa aliponipa ubalozi ule, nikamtumia ujumbe. Sasa umeshateuliwa, uanze tena kubishana. Kwamba mkuu, nakushukuru sana kwa heshima ulionipa, nitakwenda kuifanya hii kazi. Akanijibu kwa message, hebu lete simu yangu niwaonyeshe. Nilitunza ile message na familia niliwaonyesha. Na waonyesha kwa sababu watu wengine hawamfahamu vizuri. Hii hapa message yake, anasema hivi: Mungu atakusaidia. Siwezi kukutupa mdogo wangu. Nilikwisha ahidi kwako, na mimi ni pamoja na wewe. Haijalishi yaliyopita yamepita, wewe bado ni kijana. Siwezi kuharibu future yako. Natambua kazi nzuri ulizofanya kwa nchi hii. Kutofautiana mawazo na kubishana sio uadui. Salamu kwa familia. Mimi nilichotaka kushare na nyinyi leo, siwezi kuharibu future yako. Siwezi kuharibu future yako. Na hakika alipo Magufuli leo, akitazama kwamba mtu aliyeteuliwa na rais kumwakilisha kwenye mazishi ya mama yake mzazi
ni mtu ambaye yeye aliilinda future yake. Kwa tunapomshukuru Magufuli kipekee, hasa kwa mimi, kwamba amefanya kazi kubwa ya kulea nchi, amefanya kazi kubwa ya kutetea nchi yetu, kuandaa watu wa kutumikia nchi yao, lakini vile vile alikuwa na ule utashi wa kujua kwamba ana wajibu wa kulea watu wengine, kufanya watu wengine waje watumikie taifa baadaye. Tukisema kila mmoja wetu asimulie alikotolewa na Magufuli, kwa walio hapa tu ndani ya eneo hili, maana leo tungesema wako wengi, hatutamaliza. Maana shemeji yangu Majaliwa atasema, mzee Mpango atasema, Tulia atasema, wote wana namna walioguswa na maisha ya mzee wetu Magufuli. Na kubwa sana ni hili, kwamba ukifanya mema kwa binadamu wenzako, sio lazima yatalipwa kwako. Leo hatumziki Magufuli, tunamzika mama yake Magufuli, lakini anazikwa kwa heshima zote za serikali. Rais Samia ameelekeza azikwe kwa heshima zote, kwa sababu ya mchango wa mwanae ambaye yeye alimtengeneza. Kwa kipekee na washukuruni wanafamilia, na tunawapa pole sana kwa msiba huu mzito ambao umetokea, lakini tunawashukuru kwa maisha ya mama Suzana, lakini pia tunawashukuru tena kwa maisha ya Magufuli.
Asante. Viongozi, tunaelekea ile sehemu ya chakula, eneo la uwanja wa hoteli ya JS, ndipo nakwenda kula pale.